Ibada ya maombi si maonesho. Na wengi leo tunafanya ibada ya maombi kama show, kuonesha tu watu. Natamani tumuoneshe Bwana tunaomba. Amen. Maana watu hawana majibu ya maombi. Yaani unaomba hapa mpaka kule sijui kanisa gani mtaa wa Shambaliwa anajua leo fulani yuko mlimani. Unatembea unamuuliza miguu umechoka. Shida nini? Yaani majaribu ni mengi, inabidi tu leo nijinyime nimtafute Bwana. Kwani ni mateso kumuomba Mungu? Nani aliyewaambia kumuomba Mungu ni mateso? Ni mawasiliano ya Mungu na wanadamu ya ndani kabisa. Alafu tena ningelielewa kwenye siku 10 za maombi, tunayemuomba ni Mungu, si baba wa kawaida asiyedanganywa. Ndio naambia tupunguze yale maneno mengi kwenye maombi. Iti kwenye point afu amini. Ana kuna watu wanamwamini Yesu. Unaambia unajua Mungu unamwambia Mungu anajua. Kwani hajui? Simjifunze sala ya Bwana. Msifu Mungu. Ukimwita baba tu, yeye anafurahi. Wengine tu wanaanzaga tu wanavyojua. Rafiki yetu. Sawa ni rafiki, ila nataka umuite baba. Maana hakuna baba mwingine ila yeye. Tena mbinguni na duniani. Jamani, Bwana asifiwe. Yeye peke yake. Kwa nini anataka hivyo baba? Maana baba ni mtu wa kutoa mahitaji kwa wanae. Amen. Yataje? Akumwambia Mungu nakushukuru kwa maana hakuna mwingine atakayenisaidia. Roho ya maombi imepotea kwenye kanisa. Ndio maana somo linasema turejee madhabahuni, mahali ambapo tabia zetu zitajengwa kwenye ibada. Amen. Tunafanya kazi ya Mungu kwa ukavu, hatuna uzoefu wa maombi. Watu naomba pale tu jua linapokuwa kali. Ila jua likiwa vizuri unatembea tu. Msala. Uko sawa kabisa. Jua likiwa kali bado upigwa shida, unatafuta na kamati ya maombi. Kuna mambo katika maisha yetu ni mpaka Bwana yaguse tena. Amen. Na mara ya kwanza yaliguswa yakawa vile vile. Ila Bwana anatangaza akuguse tena. Akuguse tena. Mguso wa pili wa imani. Utakaso. Kila siku kubali kutakaswa na damu ya Yesu. Amen. Imebubujika ili tuwe safi.